Welcome back to my channel kama kawaida. So today nilikuwa nataka niwapigie a short story about venye nilikuanga na dem fulani hapo nikiwa time nimemaliza class 8, and then the worst goes to worst, nikapata kwao, and then venye kurienda sasa ilikuwa hivyo. The time tulikuwa class 7. Unajua kuna kuanga na reshuffles sana pale back in primary, tukio watoi wadogo ulikuwa unapatanga kuna kuwa na reshuffles ya classes. So hivi ndio kulienda. Mimi nikatolewa kwa class fulani nikapelekwa kwa nyingine. Kupelekwa huko hata time class 8 manzi, ushafika hiyo time ya adolescence, so ushaanza kujua like pia hawa watu wako na hii kitu yenye sina, unacheki. So ikakuwa hivyo, and then I met a lady, alikuwa anaitwa Mary. Alikuwa mali safi kwa hiyo class. By the way, I don't think kuna msee angemfikia. So who dem alikuwa nikadentuka fit. Sasa mimi nikaenda hiyo class. I remember mimi nilikuwa mdedri hapo kwa hesabu, so tulikuwa tunasaidiana so ni hesabu nini, but alikuwa amekrashiwa na wasi karibu daro mzima, unacheki. But sasa mimi ni yule msee mwenyewe, mimi nikiamua ni kujituma na jitumanga tu vibaya sana, unaona, like nikizamua ni huyu. And at that time bana, mimi nilikuwa nishakuwa like kijana tu mjanja, unaona. Sasa meet them, tukasaidiana, so nilikuwa namkatia yule mwenyewe, ashajua, alikuwa anajua ni mrembo, so hata mtu akimkatia na anaelewa chenye mtu anamtaka, unaona. So alikuwa ni yule dem, tunasema ni mademo wa watu wengi, but mimi sikuwa natambua kitu kaa hiyo juu hiyo time bado tulikuwa wadogo. So we used to meet with that lady. Sasa hiyo time siku fulani nikamsindikiza, tukiwa class 7 hapo, nikamsindikiza hadi kwao, nikajua kwao. Sasa time nimejua kwao, tukakuwa tunakatiana nini, but alikuwa ni mdemo wa watu wengi nini. So tukua juu mimi nikimkatia saa hii kidogo kwa daro, namwona kwa na boy mwingine huko, unaona. So ilikuwa ni ile time yenye the scratch venye relationships zinaanzanga, venye unaanza kulearn about ladies, kind of sorts. Sasa nikalearn about hizo vitu, and then sasa wakati kuingia, wakati tulimaliza class 8, sasa tukaanza kumingle. I remember sasa ndio nikakuwa ile consistency. Unajua hiyo period tuko home before to join, so nilikuwa naenda kwao mchana, tunachill naye nini. And then sasa hiyo time sijajua story na nini sana, ngono vizuri, unaona, but hapo kwa kukado naye ilikuwa tu fit. Sasa tukakuwa tuna meet naye kwao, juu unajua ilikuwa ngumu sana atoke kwao akuje, juu tena mimi sikuwa nataka akuje kwetu, mimi ndio ningeenda, unaona, kama mwanaume. At that time tuna phone tuna nini, nishajua kwa, so mimi nikienda nafika hapo hivyo nachungulia kwa fence hivi kama hako, ama naulizia kamtoi kama there hapo kwa barabara, ama napiga binje, like those sorts of relationship zile kuanga. And then sasa so siku fulani nikaenda hapo. I remember nilikuwa nimetumwa na mother yangu nipeleke form fulani za bro yangu mdogo. Nimekwambia that time nilikuwa holiday, ndio nafanya join form 1. So bro yangu alikuwa bado shule, so nimetumwa. Jumatatu hakuwa anaweza kwenda shule ya bro yangu penye alikuwa anasoma mdogo. Akaniambia nataka nikutume unipelekee form huko kwa shule yao. Mimi nikasema si ni sawa. Nikaishia. So kuishia hiyo shule iko mbali na Kokino Dem. Nikaenda nikapeleka form, but kuna zenye niliambiwa nirudi nazo. Sasa mimi nikarudi nazo. Alafu nikaenda kwa Kineo Dem nikiwa na hizo form. Ilikuwa kitu kama saa 5 mchana. Mimi nimeenda. Tukafika hapo nini, akapika hivi tu snacks tukakula. Tukajibamba nini. Kidogo kwa gate kwa kabisho. Nani aliingia? Anti yake fulani ukiona mzae. Nikaanza kuona ni kama ni trap man. Udim amenika kwa trap ama nini.
Ule akanikimbizanga kwa nyumba. Kwa room ya babake. Juu penye tulikuwa karibu na mlango, unacheki. So kwa hii mlango, yani mwenye ako kwa gate anaona ana face mlango, design like iko hivi, iko like vertical. So mwenye ako kwa gate yenyewe anaona mlango, na hiyo mlango unaona mlango ya bedroom ya hiyo dem sasa. So hangi nipeleka kwa bedroom, ili video mimi nipeleka kwa bedroom ya mzazi hiyo side nyingine. Mimi nikaenda huko. Ndio bwana, mimi ni mdogo man, nisha tense manzi. Udema akaniambia, nikajificha kwa kona hivi. Nikangoja watoke. Usikii man, nilikaa for like 3 hours. Huyo anko yake na huyo aunti yake hawakutoka. Like kwa kwako wanapiga story for like 2 hours. TV ya wataki bana. Si mtoke nitoke tu kwa live nisipaka. Manzi nikashtuka. Sasa kidogo tena mzee wake akakuja na boda. Ati amekuja. Dema ikabidi nimeingia chini ya kitanda. Huko chini rungu pa. Nikaenda huko chini. Sasa nikakaa for like 30 minutes. Dem akatumwa na mzee wao kiatu. Sasa kutumwa kiatu, akakuja akamtolea kiatu. Kumbe babake alikuwa amekuja kuvaa viatu. Sijui alikuwa amevaa nini. Kama ni slippers. Akarudi job. Nikakaa tena, nikatoka rungu ni chini ya kitanda, nikakuja juu ya kiti, nikakaa kwa kiti. Hapo hivyo yani kwa kitanda, nikakaa tena for like 1 hour manzi. Nikingoja hao watoke wenye kwa hiyo side sasa sitting room. Sasa wakakaa mpaka ikafika kitu kama saa 10, time yenye watoto wanatokea shule. No, si huyo dem tulikuwa tumemaliza naye. Pia akona sister mdogo. Hata kama nipate kwao. Sasa ikabidi nimepotea. Huyo dem akakuja akanitoa kwa hiyo room. Huyo madhi huyo aunti yake na anko yake wakatoka, wakaishia. Nikaingia kwa room. Wakati natoka hivi, bro yake mdogo na sisi yake mdogo wakaingia. Sasa ikabidi tena amenificha kwa room yake sasa, unaona? Sasa kwa room yake sasa nikakaa hivi kwa kona hivi. Juu room sasa alikuwa na share nao mabro wao wadogo au hiyo sister yake na kabro kake. Sasa mimi nikakaa hapo hivyo manzi. Kabro kake kadogo akakuja, advantage kako kanajua kuongea. Kananiangalia tu hivi. Kama kangekuwa kanajua kuongea manzi ningesetiwa. Sasa mimi nikakaa hapo hivyo nikafika mpaka kitu kama saa 1 usiku nikaishia. Kuishia hivyo nikatoka tu, wakati nitoka tu kwa gate pa nikapotea mpaka home. Kufika home manzi napata madhe amenipigia kelele, ulikuwa wapi nini? Siko nimefanya anything. Unajua home unapata ndio time mimi peke yangu nilikuwa home. So nafaa ningekuwa nimetengeneza nyumba nini, kuosha vitu kaizo. Manzi akanipigia kelele, nikamwambia ni venye nilikuwa na nini, nikajaribu kumpanga. Unajua venye mtu huu panga wazazi. Nikampanga. And then nikachile hiyo story ikaisha hivyo. Nikasema manze ni God. Usiki after like 3 weeks nimeenda kutembea hizo maeneo, nikamit best yangu sasa mwenye tulikuwa tunasoma naye, but alikuwa hizo area. Ananiambia bana, unakujanga huku bado? Usiki kuna jamaa alipigwa hapa hivi manyaunyu. Kuna hizi black mamba. Manze alikuwa amepigwa ameoto, mpaka nikapewa story venye kulikuanga man. Nikasemanga kama ni mimi ningepata ile day manze ningeuawa chini ya kitanda yao mzee. Yeye alishika tu msichana wake na kijana anapiga kijana na black mamba. But msijari manze, that was how it was. Wow, tupatane next time manze. Mwagwan. Subscribe man. Stories ni tamu. Na ukiona story unanipatia na kuja napeana hapa hivi. Wow, nawapenda tu sana. Subscribe to my YouTube channel. Mnifollow pale TikTok, mnifollow pale Facebook. Thank you.